Habari. Salama. Unaitwa nani? Naitwa Kadbi. Vipi? Okay, sawa. Mimi naitwa Fazagode. Na mimi wewe ni rafiki na mke wangu, si ndio? Of course. Elo. Oya, wewe Mtanzania dirisha unatengenezewa wapi? Mimi mwenzako Kobelo unatengenezewa dirisha kwa Kijangwa Aluminium Classic. Hapa unatengenezewa dirisha lako kwa wakati na linafika site kwa wakati. Kama mimi Kobelo nimetoa hoda jana tu, lakini kesho nakabidhiwa mzigo wangu. Kama unapoona mzigo wote huu unatengenezwa ndani ya Kijangwa. Kijangwa Aluminium Classic. Usijiulize inapatikana wapi. Inapatikana maeneo ya Ulongoni B. Wasiliana na hizo namba zinazopita hapo chini. Bwana mimi naamini utafurahia huduma yao ya kazi kama nilivyofurahia mimi Kobelo. Oya, shenzi. Nimependa hiyo. Mfumo. Na siku ya pili mke wangu sikumwona nyumbani. Si unafahamu wapi alipo? Hivi unavyoniona mimi na huyo mkeo tunaendana? Kadbi kama mimi, Haujiona sehemu nyingine ya kumuulizia mkeo zaidi ya kwangu mimi? Yaani kwamba anapita na serenge zangu unanisimamisha. Namuulizia mke wangu. Mke wako. Yaani mimi ndio maana huwa sitaki masuala ya kukaa na wanaume kwa sababu wanaume ni changamoto sana. Yaani habari za kwanza kufuatana nyuma, mtu asifanye mambo yake. Yaani mtu asiepuke kwenda guest mara moja, tayari ushaanza kumuulizia. Nini shida? Yaani ndio maana Kadbi napenda kuwa single. Anyway, yote kwa yote, mimi sijui mkeo alipo. Mimi sikutaka maendeleo yako. Nimetoka nyumbani naelekea kazini. Nilitaka nipitie kwa mke wangu nyumbani kwao. Kwa kuwa wewe ni rafiki na mke wangu, kwani kulikuwa na ubaya gani kukuuliza? Kwa nini nakupigia kelele, si ndio? Nijibu moja tu, ungesema kwamba hujamuona. Hivi hauoni kama umenipotezea muda wangu Kadbi? Kwanza una hadhi ya kumsimamisha Kadbi wewe hapa? Hivi ukijiangalia kuanzia juu mpaka chini, una hadhi ya kumsimamisha Kadbi? Alafu sikia nikwambie kitu. Mimi ndio maana sipendi kukaa na mwanaume kwa sababu wanaume ni vichefuchefu. Huo muda kuanza kusumbuana mara huku, mtu unataka, yaani unashindwa kwenda kupiga hata cha haraka kutokufuatiliana. Nini sasa? Mwisho wa siku mpaka majasho yanaanza kufanana harufu. Sikia nikwambie, mimi sijui mkeo alipo. Basi sawa. Lakini mimi sikuhitaji kelele. Nilihitaji tu uongee shortcut kwamba sijamuona au nimemuona. Kwenye frame, Sasa naona wewe ukadibii unanichukulia poa. Ngoja nimvue Kadbi, nimchukue Aisha. Sikiliza nikwambie kaka, usione mimi nakujibujibu hapo kazani na kuogopa. Si unanielewa? Mimi ndio Aisha dada jambazi, kivurugu au mtaa. Ninakuwa Kadbi na ninakuwa Aisha. Kama utakuwa mpole nitakuwa Kadbi. Ukiwa mwehu mimi ninakuwa Aisha. Sasa sikiliza nikwambie. Sijui mkeo alipo na usiniulize kuhusu mkeo, na ukinisimamisha tena siku nyingine nitajua unanitaka kaka, nitakupiga mbizi. Mfumo. Mfano nikachukua hela zangu hizi za ukopeshaji nikaacha kukopesha. Kwa sababu ni hadi hapa nishachoka, nikaenda kwa yule bwana ambaye anauza miogo pembeni na samaki mikubwa ile. Tukaenda tukala, tukajenga mwili. Ambe naona kama itakuwa vizuri. Boss, usipende kufanya vitu bila kutumia akili. Unajua kwa nini? Mfano kama Aisha. Katika maisha yake nimeangalia kaleta siku hii. Ndio, Aisha alifuata taratibu za kisheria. Alienda serikali ya mtaa, akaenda kwa mjumbe. Unaona? Na sisi inabidi tufuatilie vipengele vile kama tutashindana naye. Twende serikali ya mtaa, twende kwa mjumbe. Najua hawezi kutukimbia. Atakimbia serikali? Hawezi kukimbia serikali. Cha msingi tuwe wavumilivu. Wewe umetoka huko kwenu umekuja hapa unataka kufanya kazi? Mzumeni. Mimi ndio maana nimeamua kufanya kazi na wewe. Kuna dogo kipindi ambacho hiyo ofisi naanza nayo. Kuna dogo nilikuwa naye. Lakini dogo ni mtoto mdogo, hajui business. Changamoto za wateja Mzumeni. Labda unanishauri nini? Mtu kama Aisha kashashindikana hadi kwake kama. Mimi nishachoka kulia, nishachoka kudai deni huku nalia. Sikiliza sasa dogo. Aisha tukishindana naye sana tutamfuatilia lama. Alafu kuna kitu nimekumbuka.
Unamfahamu, kuna jamaa wangu mmoja hivi nilikutana naye maeneo ya msikitini pale. Msikitini. Ile siku ambayo nilienda kwa Fatuma. Nilienda kwa Fatuma. Alikuwa hajaleta jana, akapiga simu akasema tuifuate hela. Nilienda. Nilipokutana naye, sijaona naye muda mrefu sana. Ila nilipokutana naye ikabidi nicheze na akili yake. Nikamuelekeza, bwana, mwanangu hatujaonana kitambo. Vipi kwa maneno haya? Akaniambia mimi nipo. Bwana nipo. Kaambia upo. Nipo. Ila nikataka nicheze na akili yake mradi nichunguze Aisha na Rama mtawapataje. Hello baby. Yes, Cardi B hapa naongea jamani, niambie. Umeniongezea jina leo baby, eti Cardi B mtamu. Ndiye mtamu. Afu bwana acha unanichocha. Nakuja, naachaje kuja kwa mfano ninavyoupenda? Nakuja my love, usijali. Yaani hapa nataka niingie tu ndani, kuna kijimtanjio nimevaa nikakitoe, nichukue miwani yangu nisepe. Si unajua sasa hivi mimi ni mtu wa matawi. Amna bwana baby, nakuja. Usijali, utapata kila kitu unachokitaka mpenzi wangu Mimi na wewe tena. Nakuja Aisha. Baby sana nakuja. Mambo. Poa, karibu. Asante. Siku hizi unakaa hapa? Karibu hapa, nasikia hapa karibu. Asante. Vipi lakini? Safi, mambo? Poa, mambo yako? Safi. Nakuona. Nipo kama unavyoniona. Alafu usiniite Aisha, niite Cardi B inatosha. Mtoto wa matawi ya juu. Niambie. Poa. Mambo mengine vipi? Mbona angalia vipi? Amna. Si uniambie tu nimependeza. Umependeza. Naniuzi. Kwa nini msemi kweli, mnakuwa kama wachawi? Mjua nyinyi watu wa mtauni wachawi sana nyinyi. Si ndio nishakwambia shoga umependeza. Asante, niambie. Elewa? Ndio. Saa kwenye 1 na 2 nikamwambiaje, kuna dada mmoja anaitwa Aisha. Ana shepu fulani hivi. Alafu kama mbabe hivi. Akanambia, "Huyu Aisha jina sio geni kichwani kwangu. Ila kuonana naye sijai kuonana naye na wala simfahamu. Ila nasikia matukio yake tu kwamba wewe mbabe mara nini, mara akapiga watu, mara akachukua mikopo anakimbia." Nikamwambia sasa mimi Aisha ninaishi naye. Yaani sikutaka ajue akili yangu kama mimi nataka nijue Aisha atampataje. Nikamwambia kama Aisha jinsi ya kumpata, kuna jamaa wake mmoja anaitwa Rama. Tolu hivi. Nikamwambia kanywa kipangi fulani hivi, afu nywele zake yani hapendi kuchana. Muda mwingine anatembea na kepu. Nikamwambia Rama, nikitaka kumpata Aisha nimpate Rama. Akanambia bwana, Rama huyu mbona ushampata? Nikamwambia nishampata vipi wakati tuko wawili? Akanambia Rama umempataje? Kwamba Rama mimi naishi naye. Shika huyo. Atoki mtu. Pakie mkongo. Atoki mtu. Kwa hiyo Kaendelea. Sasa sikiliza nikwambie. Alivyoniambia Rama naishi naye, nikamwambia sikiliza, Rama naishi naye kwa nini sasa kule kwake mimi nikienda simkuti wakati naishi naye, nataka naishi na demu wake? Akanambia sikiliza, Rama katoka kule kwake kuja kukaa kwangu kwa sababu alimdhamini huyo demu wake ambaye unamtafuta anaitwa Aisha. kwa kakimbia kwa huyo jamaa. Ina maana kakimbia kwa Aisha, Kaenda kujificha na kakimbia na jamaa. kwake, kaja kujificha kwa jamaa. Nakwambia jioni. Kaniambia muda wowote ule. Akiwa naye anapiga simu. Akiwa naye tu atapiga simu. Wewe hapo tu ndugu yangu. Sasa kingine kuhusu Totobadi. Nilikwambia nitakwambia kuhusu Totobadi. Kuhusu Totobadi, yeye naye si anajifanya tapeli. Siku 3 hajaleta marejesho. Ndio. Mkataba amevunja. Sisi tumempa hela kumsaidia kwa sababu amekuja kutuomba, anataka kama hizo mkataba. Sisi kama binadamu wenzetu, kama wanaume wenzetu tumempatia. Ila sasa yeye anataka kuleta dharau. Cha msingi sasa tutoke hapa twende kijiweni kwake. Tukimkosa kijiweni kwake, tunalifuata lishangazi lake, tukilikosa tukikutana naye njiani, tunabeba mtoto Badi,
anakuja hapa. Tunamleta hapa. Kwanza sio kwamba kuleta ni kwa nani tamani. Mimi mwenyewe nashukuru kutokuchelewesha rejesho, kutokuleta kabisa. Mimi nasema Migede, Mungu Bikira Maria wewe. Naomba fanya hivyo hivyo, mtoto bado usimpele jesho wala sipatera siko kwenda kufilisi mali zake. Sio mali zake. Nikachukue pikipiki langu, mtoto mbali nende nalo matombo. Mungu. Shoga yako. Yupi? Yule rafiki yako hivi. Meli. Yule bonge. Si Meli? Huyo Meli. Kavimba jicho. Sijui kapigwa na bwana wake. Sijui kafanywa nini. Sijui. Watakuwa kampiga yule mbaba kakauka yule kama mnazi usota nazi yule baba mrefu yule baba mweusi yule kama afta bunduki. Kavimba. Basi mwenyewe anatembea babani. Ngojificha ficha hadi huruma. Mimi nimemsalimia tu nikapita zangu. Ndio maana mimi sitaki maisha ya wanaume. Mimi nitakuja kumuulia mwanaume ndani kwangu. Mimi anipige. Aya ndio hivyo. Mimi naenda zangu nisije nikakutwa hapa niko na mshemshe zangu. Tunakaa hapa sisi. Wewe Meli njoo. Kaa. Kaa hapa juu ulipokuwa umekaa mwanzo. Naomba uniangalie kwa makini. Nakuona. Tena naomba niongee kwa msisitizo. Naomba uniangalie kwa umakini. Siku hizi mimi naenda dojo kabisa. Ole wako na kusihi. Ole wako uende ukamwambie mtu yoyote ninapokaa, hata huyo shoga yako Rozi na kutafutia shetani. Nitakupiga kipigo ambacho hujawahi kupigwa. Sijui unanielewa? Usikukabwa hivi. Hapo ishingo ikazungushwa hivi, ikawekwa hivi. Ndio nitakachokufanya siku hizi. Mimi kuua sioni ajabu. Unanijua? Sawa. Meli, ole wako na kusisitiza Meli. Ukibwaja ninapokaa nitafungwa kwa ajili yako. Ndio umenipa taarifa na mimi nimekupa taarifa, muangalie mwili wake. Kibongo bongo utafikiri kiboya cha kuogelea, muangalie. Mnene hata eleweki. Wewe mtu gani unanenepa miguu na uso wewe? Au unasafura wewe? Makubwa muda umeenda, ngoja nikajiandae niondoke. Mfumo huo mfumo huo mfumo Ante. Yaani, kwa hapo tunatijani hapa. Unakuja unapiga kelele kama hivi, unagonga milango yenyewe sio mizuri, haiko stili, alafu samahani. Tena samahani. Mwanisikie? Mkeo unamdai. Umeelewa vizuri? Kaniganisha pale kama toi ndio nini? Kaniambia subiri kuletea hela yako. Imefika wiki sasa. Mimi sitakuvumilia. Mimi mashantu icheze. Yaani kwa nini usije kistaarabu tu? Hata kama unamdai ndio, kwa nini usije kistaarabu? Unakuja unapayuka, unakuja makelele huko mtaani kote huko. Unafikiri nafikirika vipi wakati watu wengine tunaheshimika? Tena subiri, lazima unipe. Sawa basi, nishakuelewa. Sasa sikia. Ndiye lako ni shilingi ngapi unamdai? Na shilingi 10,000. Sasa kumbe 10,000 mimi nifikiri labda unamdai labda milioni 3 au 300,000. Kumbe hela yenyewe shilingi 10,000 la mandazi. Mimi nafikiri unadai mihela, unakuja unagonga milango hapa. Kumbe shilingi 10,000 la mandazi mbilimbi moja. Twende tigwe pesa nikakutolee hela yako. Kwa sababu usingembe mke wako kukopa kwangu. Ipo iko wapi? Nisikilize. Yaani usiponipe hela yangu, wewe mbona tunamalizana? Naingia ndani mpaka mke wako kile nikuta. Swala la mke wangu hilo halihusiani hapo. Na mimi swala la mke wangu nimekwambia hilo achana nalo, hapo unaongea na mimi, ongea na mke wako. Sasa utasema shilingi 10,000 sio basi sawa, twende. Na nani hiyo tigo pesa nikikurushia? Nisikilize, tena tigo pesa huko unanitolea hela na ya kutolea.
mwanangu. Kama kaa. Lama. Fresh lakini. Tumzito kigogo. Black mapesa sio white tena. Vipi lakini? Fresh inakuaje mwanangu? Mwanangu nimetoka asubuhi sana. Niambie mwanangu. Wala mwanangu hapo nyenye nimekuja na ubao kinamoa vipi? Msosi. Sikuna tambi zile za jana mwanangu, zile za jioni. Hizo nimebakia hapa mimi mwenyewe hapo sielewi mwanangu, na njaa kidogo. Sielewi, mimi niko nakusubiria hapo nini tu tusifinye. Wewe unafanyaje Hapo. Kama afu nasikia kuna mshikaji mmoja hivi. Juzi katika harakati zangu nikakutana naye. Akaniambiaje? Ana shida ya Lama. Ana shida na wewe. Unaelewa? Sasa nikamwambiaje? Lama umempata. Tukabadilishana na namba. Unaelewa? Akataka akutane na wewe, anasema kwamba ana mchongo. Umenipata hapo. Mtu mwenyewe anaitwa nani kwanza? Jamaa mmoja hivi, mwembamba sio mwembamba, mnene sio mnene, ana kamwili fulani hivi. Mfupi sio mfupi, mrefu sio mrefu, yani wa design fulani hivi amenyoa kama mwalimu fulani hivi. Anapenda kuvaa nini swali za kaki. Unaelewa? Anaitwa nani yule jamaa? Hebu nielekeze jina lake sasa, unajua. Anaitwa Mzumeni. Huyo jamaa anaitwa Mzumeni. Nimekutana naye mita fulani hivi, akaniambia mwanangu mimi nina shida ya Lama, nataka nimpe mchongo mwanangu, nataka tubutue. Sasa mwanangu mchongo kama wewe unauachaje? Alafu alinipa namba zangu. Ngoja kwanza nimpigie hapa. Unaelewa? Sasa sikia mwanangu, au vipi? Wewe mpigie au vipi? Ngoja nikachukue zangu mafegi basi dukani au vipi? Wewe unamcheki? Sasa unarudi? Mimi narudi sasa hivi. Chapo basi mimi nampigia hapa. Ndio mama anakuja. Fresh. Mzumeni. Wewe Mzumeni. Inakuaje mwanangu, mbona hivyo? Mwanangu wewe, nimekutana naye yule jamaa wako ambaye ulikuwa unamtaka yule Lama. Sasa unasikia? Nipo hapa ghetto hapa. Hapa ghetto. Njoo hapa nipo naye Lama. Baridi chap sana. Fresh. Watu na michoko yao wanataka kutiki. Mfumo wa Kaka mambo. Mimi mzuri, sijui wewe. Nimetokea hapo ofisini kwani unaona kumefungwa? Ni kweli, yaani unaponiona hii ofisi inafunguliwa asubuhi muda saa 4. Hapa ndo naelekea ofisini. Umeona? Kwa hiyo shida ni nini? Shida mkopo. Uko unahitaji mkopo? Wewe unakaa wapi? Naishi hapo kwa Mama G. Nani? Kwa Mama G. Mama G. Huyu wa wapi huyu? Mama G gani? Mama G, kuna Mama G mmoja huyu anakunywa vile vipombe fulani ambavyo ukinywa lazima ukunje sura, mgomvi. Haelewani na ndugu zake wala majirani wala watu waliopangana nao. Ana kiduku kakiunguza nywele. Nani huyo? Ndio Mama G huyo. Shida mkopo, unakaa kwa Mama G munguza kiduku, si ndio? Sawa. Kwa hiyo unakaa maeneo yale. Ni anazumuni mkopo. Haya sawa. Muda unaelekea ofisini. Haya tunaweza tukaongozana twende ofisini, ambe hivyo. Ongozana ina shida. Haya tangulia nikuone nyuma. Wacha wewe. Kwenda filisika. Unaona mwanangu unaanza kutoka mbavu nini? T-shirt tu mwanangu ndogo. Au si? Niambie mwanangu. Fresh mwanangu. Mihangaiko vipi? Mungu asaidia mwanangu, tunazunguka tunaisha magumu. Vipi? Fresh, huyu jamaa ametoka mara moja. Sasa hivi ndo ameambia ngoja kwanza nikacheki kwanza hapo mazingira ya fegi. Ndio namsikilizia. Yeye mwenyewe ananiambia mwanangu nina njaa. Napenda sana fegi. Kinoma. Ila mchani si ndugu yako? Kinoma. Ndio mapafu na haribu. Kumbe. Sipendelee sana sio vizuri. Vipi lakini? Mwanangu fresh. Naonekana mwanangu kufaisha au yeye jamani? Aisha. Amenielekeza hivi ni juzi ni leo. Alienda na washikaji wake fulani hivi
walikuwa watatu, wameenda mpaka kwa Aisha wakamkosa. Umeelewa? Alivyorudi sasa ndio akanipangilia mwanangu nienda kwa Aisha nini mazingira fulani, lakini nikamkosa. Unaelewa? Lakini mimi huyo demu mpaka nimfuatilie mpaka nimpate mimi niweke jambo la watu fresh. Kwa sababu yule jamaa alimdhamini yule Aisha, alichukua hela kwa kwenye mfumo huku kwa nani? Kobelo jamaa mmoja. Hata ile siku tulipokutana niambia. Nakwambia kama kamdhamini. Alafu kuja kuangalia yule demu hayupo. Yeye kama mdhamini akanyaga. Lazima sasa yeye atashughulika. Ndio maana toka niambia yule jamaa analala kwangu mimi. Analala kwa kutokana nini? Wale washikaji lazima watimbe. Yaani wewe mwanangu. Sasa kumbe vipi? Ameakanyaga yule jamaa. Sema sasa hivi tu anarudi mwanangu. Bado msikilizie. Sema wewe Aisha je kukutana naye? Aisha. Huyo demu mimi simjui. Yaani huyo demu mimi simjui. Story zake ushakuzipata? Yaani story zake nazisikia kinoma yani. Alafu yani mtu mgomvi sana huko mtaani anawachafua. Wewe mbabe. Oya, anawachafua huko mtaani. Wewe mbabe. Na sasa hivi nasikia kabadilisha jina. Anaitwa? Ajita. Ya. Mfumo huo mfumo. Heli mambo. Poa za wewe? Vipi sister? Poa tu. Sasa hivi sikuoni kitani dada. Mbona mimi nipo mtaani? Sikuoni. Si ndo kama hivi? Sasa sikia sasa dadaki. Niambie. Kuna ishu moja nataka nikwambie. Mimi namtafuta Aisha. Aisha? Aisha. Aisha bwana. Aisha yupo ila saa hizi mitaani haonekani. Kuna pale alipokuwa nakaa mwanzo pale. Kaama. Sasa hivi mwanangu afahamishe gani? Mwanangu mimi nipo tu. Tunaelewa mazingira yetu ya kudanda danda. Wewe bado. Na wao jana namwachia nani mwanangu? Unaitwa Mlume. Mlume. Kwa nini unanipa jina hilo? Walume hawawagi. Nakaje kuoa. Sema cha kushauri nikwambie. Oa. Na magonjwa. Mwanangu mimi zile katika harakati za nyumbani. Kwa sababu ukioa kama ukioa mwanangu kuna mazingira fulani ugomvi ya uishi. Ugomvi wa uishi sawa, lakini ukishaoa unatengeneza heshima kwenye familia. Naweza kwenda kwenye vikao vya watu wazima, ukapewa zinja, changie hoja hapo. Lakini ukiwa hujaoa, unaonekana mtoto mdogo. Nakupa hiyo mwanangu. Hapo wenyewe point. Sasa wewe utapigiwa hata simu, vipi? Ukishapata mtoto maisha yenyewe mafupi. Utashangaa unakaa siku 2-3, Mzumeni kadondoka, ana hata mtoto. Lakini ukidondoka mwanangu na mtoto, baba fulani kadondoka. Yaani kuna kuana kuna uzito fulani hivi. Naelewa bwana. Mwanangu da mchizema kama nakaa sana hivi. Hamna, msikilize sasa. Mimi mselenge yake. Au kakutana na Aisha. Kama ndio. Acha masiala basi. Serious, Aisha ameama. Unajua saa hizi mtaani wanamtafuta sana. Ndio maana mimi kila nikienda pale kwake simkuti. Yaani kila nikienda simkuti. Kila nikienda simkuti. Sasa nikupange. Kamia kule chini bondeni. Bondeni wapi hapo? Wanakuta kwa mabonge. Aisha. Yaani angekuwa amekutana na Aisha, lazima angemleta au angenipigia simu. Mwanangu nipo naye hapa. Sema baridi. Sema tufanye kitu kimoja. Mimi kuna sehemu nataka niende. Kabla hujanipigia yeye simu, kuna simu nilikuwa naongea naye, ndio alivyonipigia kama sipatikani fulani. Namba yangu nyingine kuna mtu alikuwa anaongea naye. Nasema nataka nikutane naye. Muda saa 7. Alafu kicheki wewe mwenyewe unaona. Ndio muda wake huo. Muda ndio. Kuna muda unakimbia kabisa. Kabisa. Msingi kwa mimi niende. Si unamsubiria huyo mshikaji akija. Yaani ipo hivi. Sio kama mbali. Wakati tu hapo. Yaani unaenda afu unarudi. Kupeteka. Ila sasa sitarudi mpaka unipigie. Sasa unaweza nikaja afu nikakuta jamaa hajarudi. Hapo kweli. Kwa nikienda hivi, akirudi tu simu moja. Yaani mimi akirudi lazima nikucheke. Mwanangu mshikaji ameingia hapa. Utakuwa umenisave. Au si? Amini. Uhakika mwanangu tupo. Nakutegemea ndugu yangu. Fresh haina noma. Nadili naye. Utakosa hela.
Wewe bonde la mpunga pale. Pale pale kwa pembeni kuna frame nyingi. Ukifika tu pale ule mtaa, Aisha lazima umpate. Maana saa hizi haonekani mtaani. Ana kazi zake kwake, utakuta kaka zake kibarazani. Sikia sasa dada yake, sawa? Kuna vitu nikaenda kuchukua huku siendi tena, naenda kule chini kwake. Yaani saa hizi ukienda unamkuta. Kweli? Sikia. Ngoja niende kule. Haya basi poa. Au vipi? Haya fresh. Nikimuona huko. Tafuta. Mfumo wo, uo mfumo wo, mfumo wo, uo mfumo wo. Hauna kitimtimu majumbani, watu hawana raha kwa sababu mfumo. Malumbano mitaani, watu hawana raha kwa sababu mfumo. Mfumo wo, mfumo wo, uo mfumo wo, mfumo wo, uo mfumo wo, uo mfumo wo.